Sema kwamba kupokea baraka, ndio unapokea katika namna gani? Unatarajia miujiza pasipo kuwajibika ama au kufanya chochote kile? Maana yake ninavyoelewa mimi, kuwajibika kwa namna nyingi, yani kuna namna unaweza kuwajibika, kwa mfano kwa kanisani ama kwenye familia, katika maisha ya kawaida ya kazi, ndio zile juhudi ndio tunasema uwajibikaji, kwamba yule mtu anawajibika sana kwenye. Turudi kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba mwanadamu wa kwanza alitenda dhambi katika bustani ya Edeni, ambaye ni Adamu. Walimwasi Mungu, lakini kulikuwepo kuna namna ambayo Mungu angeonyesha hata mvua ya baraka tukarudi katika mkono wa Mungu. Ndio. Lakini Biblia inasema kwamba akatafuta mtu mbinguni. Ndio. Ukisoma katika ile Ufunuo 5:20 pale kuna mchakato wa tumtume nani aende duniani atakaye kwenda kukomboa wanadamu wote. Ndio. Manake kile kitendo cha kutafuta kumtuma nani ni kitendo kinachoitwa uwajibikaji. Ndio. Lakini si kwamba Mungu hakuwa na namna ya kufanya, alikuwa na namna ya kufanya kwamba wanadamu wakarudi, kwa sababu ana mamlaka hayo. Ndio. Lakini tunatazamia ujio wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja, Biblia inasema kwamba alikuwa katika namna ya Mungu. Ndio. Lakini hakuona kule katika kuwa namna ya Mungu kunafaa zaidi, akaamua aje kuwajibika duniani kutukomboa sisi wanadamu. Ndio. Ndio maana akayapitia yote yale yote aliyokuwa anayapitia, maana yake kazi yake iliyomleta ni kuwajibika ili kutukomboa sisi wanadamu. Sasa nataka tuje makanisani kwetu. Ndio. Na mtu anakwambia pokea gari. Unapokea, yani pokea gari. Unalipokea katika namna gani? Katika namna gani? Una kazi ambayo itakufanya upate ile gari. Upate, yani wajibike kupitia ile kazi, upate nini? Upate gari. Umeona? Mtu anakwambia pokea nyumba. Sawa, baraka za Mungu zipo, hatukatai. Ndio. Unajua Mungu anapokubariki anatazamia ile kazi ya mikono yako. Mikono yako. Yes. Labda wewe ni mwimbaji, ndio? Ndio. Sasa mtumishi wa Mungu anapokupa baraka, moja kwa moja Mungu anatazama, bravo Yesu yupo katika sekta gani? Ndio. Yupo katika sekta ya uimbaji. Nitambariki kutokana nini? Na sekta yake ya uimbaji. Sawa? Lakini mtu anakwambia pokea baraka. Unatoka hapo hauna kitu chochote cha kufanya. Je, Mungu ataonekana katika namna gani? Unajua hakunaga miujiza. Yaani Mungu aitokee tu afanye. Kweli anaweza kufanya, lakini anatazama unafanya nini. Hata alimwambia Musa, mkononi mwako una nini? Una nini? Musa akasema na nini? Nina fimbo. Maana ile fimbo ile Mungu alitazamia kufanya miujiza kupitia ile fimbo. Ndio. Kwa hiyo tunakuja kwamba Wakristo tunaishi makanisani, tumekuwa wakati mwingine tunakuwa tuna maisha magumu, si kwa sababu ni kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Yeah. Ukosefu wa maarifa. Wengi tunatazamia miujiza kuliko kuwajibika. Lakini kuwajibika ni kitu cha msingi sana. Inakataza watu wavivu. Yes. Inakataza watu wavivu. Inatamani mtu uwajibike katika kile Mungu ambacho amekujalia. Ni mwimbaji. Tunajua bravo ni mwimbaji. Watu wakikutafuta, basi wakitafuta nyimbo zako YouTube wanapata, kwa sababu umewajibika kuandaa kile kitu. Umeona? Kwa hiyo nadhani uwajibikaji ni swala la msingi sana. Hapo fresh hapo. Nani